daktari mbobezi wa kilimo lakini pia upande wa mifugo. Lakini leo tunazungumzia ufugaji. Tunasema ufugaji ama ufugaji wa kibiashara, si ndio hivyo Yes. Tukienda kuzitazama kanuni za kuzingatia katika ufugaji wa kibiashara na mambo mengine mengi kabisa mazuri ambayo Daktari Ruben hapa ametuandalia. Karibu sana Dr. Ruben katika Nyota ya Asubuhi siku hii ya leo. Nashukuru sana. Uko vizuri Niko vizuri kabisa. Okay, unaweza kusogea kwenye mic yako kidogo tukupate vizuri. Hapo sawa hapo sawa. Sawa. Karibu sana na ni muda mzuri sasa wa kuanza kupita katika kile ambacho tumekiandaa kwa siku ya leo. Tunapozungumzia ufugaji wa kisasa, tunazungumzia nini? Na tuendelee na kile ambacho umetuandalia siku hii ya leo. Yes, nashukuru sana. Kwa majina naitwa Dr. Daudi Ruben Daudi. Ni daktari wa mifugo pamoja na kilimo. Leo tunaangazia juu ya ufugaji wa kibiashara. Ndio. Maana yake ni ufugaji ambao tunalenga sana kwa ajili ya kupata kipato kikubwa katika mifugo ambayo tunaifuga. Yes, kwa hiyo tunapokuwa tunafuga kibiashara kunakuwa na kanuni zake, kunakuwa na taratibu zake ili iweze kufikia malengo. Okay. Ukifuga tu kama kizamani ama pasipo utaratibu, basi utajikuta unaambulia patupu. Ndio. Ndio. Sawa, tuanze kuzitazama ni kanuni zipi ambazo pengine mtu anaweza anapaswa kuzizingatia katika ufugaji huu wa kisasa ama ufugaji huu bora wa kibiashara pia. Okay. Kanuni ya kwanza tunaangalia mbegu bora. Mbegu bora ndio kitu cha kwanza cha kuangalia kwa ajili ya kuanza sasa ule mradi. Maana target tumesema ni ufugaji. Kwa hiyo kama utaingia katika mnyama yote yule ambao unataka kumfuga, basi unaangalia mbegu bora. Na mbegu bora tunaangalia ile ambayo inakuwa kwa haraka, inayoleta uzalishaji kwa wingi, na ambayo haishambuliwi na magonjwa, na ambayo inakupa kipato kikubwa. Maana yake kama ni kuku unatazama mbegu bora. Yes, unatazama ile mbegu bora kabisa. Kama ni ng'ombe unatazama mbegu bora. Kwa hiyo unataka kutuhakikishia kwamba katika kila mnyama kuna mbegu bora na mbegu ambayo sio bora. Hilo lipo kabisa. Tutakuja kutufafanulia vizuri. Na pia katika swala la mbegu bora haliishii pale unapotaka kuanza tu. Hata pale unapofanya uzalishaji. Wamezaliwa kwa wingi, lazima uangalie ile rate ambapo wanaendelea kuzaliwa. Je, katika watoto waliopatikana, je, kuna ubora ule ambao ulikuwa umeuselect mwanzoni? Umekusudia. Yes. Kama hakuna, basi unatakiwa kuangalia utaratibu kwamba nachambua kwamba katika 10 waliozaliwa unaweza kukuta kuna 5 ambao wako bora na 5 ambao hawako bora. Ndio. Yes. Kwa hiyo pale lazima uchukue uamuzi wa kutenganisha mapema. Ukiacha hili utaendelea kuzalisha mbegu isiyo bora kidogo. Leo 5, kesho 8, baadaye 10 unakuja kujikuta banda zima tayari kuna mbegu ambayo sio bora imetapakaa tayari. Maana tayari unakuwa umeshatoka nje ya malengo. Umetoka nje ya malengo automatic. Na samani mimi ndio nataka kuanza ufugaji. Ninaenda sasa kutafuta mbegu. Nitajuaje hii mbegu bora ama hii mbegu sio bora kwenye mnyama yule ambaye ninamtaka? Nataka kumfuga. Okay. Kwa mtu ambaye anaanza kabisa, tuseme ambaye hana uzoefu, tunashauri sana watumie wataalamu wa mifugo. Wataalamu wa mifugo. Yes, kwa sababu unaweza ukampenda kwa kumwangalia, lakini daktari akija atakwambia kuna dosari 1 2 3. Okay. Wanapimwa kabisa. Tunapima kabisa na kuna sifa zake. Ukiwa unamwangalia kuna sifa nyingi. Unaanzia kuangalia kwenye kichwa, kwenye ile mwili wake, kwenye miguu, mkia, uchangamfu wake. Unaangalia mbuzi vipi, komwe lipo? Komwe lipo la kutosha. Kwa lazima uangalie vitu vingi. Tuchukulie kwa mfano ng'ombe wa maziwa, tunaangalia vitu vingi sana. Hata kile kiwele chake lazima uangalie kimegawanyika katika utaratibu gani. Kiwele ndo nini? Kiwele ni ile sehemu ambapo tunakamulia maziwa, ambayo imebeba zile chuchu. Sasa unakama fahamu hilo mtu akazi. Alikuwa sijui. Na ndio biashara yenyewe iko pale. Ndio. Kile ndo kiwanda. Ukiwa na ng'ombe wa maziwa maana yake hauna tofauti na mtu ambaye ana kiwanda, kwa sababu kila siku unazalisha. Ndio. Ukiwa na kuku wa mayai maana yake kile ni kama kiwanda. Unazalisha kila siku. Ukiwa na kuku wa nyama vile vile. Sawa, tumetoka kwenye hiyo namba 1, hiyo mbegu bora. Hiyo mbegu bora. Inafuata nini? Kinachofuata, jambo la pili ama kanuni ya pili, ni mabanda bora. Mabanda bora. Lazima uandae mabanda bora. Na mabanda bora na yenyewe yana wigo mpana.
Manake makazi hapo. Yes, pale ndo watakapoishi, watapata malazi, watapata kujinafasi vizuri, wataishi pale. Kwa banda bora lazima liwe na kwanza na mzunguko mzuri wa hewa. Watu wengi wanapenda kuweka dirisha moja tu katika banda tu, alafu dogo. Vile pale halina uwezo wa kuzungusha hewa. Lazima uweke madirisha mawili, ama ujenge kozi fupi, alafu baada hapo uweke wavu juu pamoja na pembeni. Kwa ile tunashauri ukiwa unajenga banda, cha kwanza kabisa unafuata mtaalamu wa kuchorea ile ramani, na pia kushauri banda inabidi yachorewe ramani. Kabisa. Sio tu umetoka na mbao zako huko unagonga gonga unatengeneza gonga unaweka, unakuja kukuta unawaua bure, haufiki yale malengo. Kwa sababu tunaposema mzunguko wa hewa, tunataka oksijeni iwe kwa wingi, iwe kubwa. Alafu pia jambo lingine tunaangalia mwelekeo wa jua. Mwelekeo wa jua lazima banda uliweke liende tofauti na jua, usije ukalielekezea jua linaingia moja kwa moja mpaka ndani. Kwa hiyo ina direction yake. Masuala ya flow inatakiwa iwe rafu, usije ukampendelea mnyama ukasema bwana nampigia sakafu au tiles. Pale unaenda kusababisha ajali kibao, utasababisha wavunjike sana, utasababisha wasiweze kupandana kama ni kuku ama ng'ombe ama mbuzi. Swala lingine ni idadi. Lazima ujue kabisa nafuga wanyama wangapi. Hilo ni swala la muhimu sana katika kuzingatia katika mabanda. Kwa mfano ukiwa umeweka wanyama wengi zaidi, utasababisha magonjwa ya mlipuko mara kwa mara. Haupaswi kuwarundika. Haupaswi kuwarundika. Lazima ujue. Watu wengi wapo sasa hivi wanafuga kuku wengi, wamerundika, wamejaza. Ng'ombe wamejazana sana pasipo kujua idadi. Hilo ndio swala la nilitembea kipindi fulani kwa watu wanaofuga. Mfano unakuta anafuga mbuzi, mbuzi mmoja unamuona na udhaifu kabisa, anaumwa, yani hayuko vizuri, unamuona kabisa mbuzi hayuko vizuri, anamchanganya na wenzake, yuko mule ndani ya hilo banda pamoja na wale mbuzi wengine. Sasa je, ni sahihi kuweka mbuzi yule anayeumwa ama mnyama anayeumwa na wanyama wengine kwa pamoja, ama ahamishwe? Hapo ndo ilikuwa point inayofuatia. Kwa maana lazima banda liwe limetenganishwa kutokana na size, kwamba kuna watoto wadogo, kuna waliozaa, umeona, kuna wenye mimba, na kuna chumba cha wagonjwa. Lazima ukiweke, lazima utengeneze kitenge kabisa automatic. Wewe bwana wewe, hadi chumba cha wagonjwa, hadi wale wajawazito kabisa, watoto hawatakiwi kuchangamana, kwa sababu kuna mahitaji ambayo pengine labda wanatofautiana. Ndio maana yake hiyo. Kwa hiyo yule ambaye alikuwa anaumwa, maana yake unapomwacha na wenzake, unaendelea kutengeneza, kama ni ugonjwa wa kuambukiza kwa njia ya hewa au kugusana, wanaendelea kuumwa banda zima. Kwa hiyo badala ya kutibia mbuzi mmoja uliokuwa umemtenga sehemu yake, basi unakuja kutibia banda zima kwa gharama kubwa zaidi. Hivyo hata kwa kuku, hata wote wanatakiwa watengee na inapaswa huo unawafuatilia pia. Hilo limekaa vizuri. Sasa wanasema mimi naitwa Charles kutoka Arumeru, anasema anawapata vizuri kabisa, nafanya kazi nzuri, sawa. Asante. Lakini niite Ruge Mapesa kutoka Nyagonge, anasema pamoja sana, nawapata vizuri. Lakini pia huyu anasema tunawasikiliza kwa utulivu mkubwa, kutoka Magubike. Wanatusikia kwa uzuri kabisa. Sawa, hiyo ni ya pili. Tukienda ya tatu ni nimekaaje kaje. Ya tatu tunakuja kwenye swala moja la malengo. Tumesema tunafuga kibiashara. Tunafuga kifaida. Sasa tunakuja kwenye malengo. Hii ni point ambayo inajirudia huku ndani. Juu tumejua kabisa tunafuga kibiashara, lakini huko tunaweka malengo. Malengo tunaweka yapi? Cha kwanza, lazima uwe umelenga target kwamba nafuga kwa muda gani. Hilo ni swala la muhimu sana. Nafuga kwa muda gani? Na je, nafuga wanyama wangapi? Yes. Na pia kuna swala lingine lazima uliangalie kwamba katika malengo yangu haya, gharama pia lazima upige ukalculate kwamba katika malengo yangu na hii budget itanitosha kwa muda ambao umeweka. Sasa tukija kwenye swala moja nizungumzie kwenye swala la muhimu sana katika malengo. Watu wengi wanaanza ufugaji pasipo kujua lengo kwamba atafuga wangapi na nitavuna lini. Kwa hiyo unakuta ameanza kufuga
wanyama wameanza na 100 tuseme mfano, wanaenda 200, wanaendelea kuongezeka kwa sababu wanazaliana. Yeye hajui afikie wangapi, kwa kila siku atakuwa na malengo, wanazidi kuongezeka, lakini kumbe umeshaanza kutumia faida ambayo inakuwa inakuendesha. Ila ukiwa umesema kwamba mimi mwisho wangu ni 100 tu, wanaozaliwa tunahesabu kama faida. Ule ndio utajiri wenyewe sasa, kwa sababu katika 100 watakaozaliwa ndio faida yenyewe. Kwa hiyo ukiwa umejiwekea malengo hayo, maana yake hata mzunguko wa kuendesha mradi utakuwa unafanyika pale pale ndani pasipo kutumia pesa ya mtaji sehemu nyingine. Kwa hiyo hicho ndio kitu cha muhimu sana katika malengo. Ukijisahau tu pale, maana yake utajilimbikizia wanyama wengi, alafu utatumia gharama nyingine, kwa sababu utakuwa unatamani kutoa pesa sehemu nyingine uje uendelee kuwalisha, kuwahudumia kwa madawa na chakula pia. Sawa, tukitoka hapo tunaenda wapi? Tukitoka hapo tunaingia kwenye swala moja la mambo ya usafi. Usafi ni kitu cha muhimu sana. Usafi umegawanyika katika sehemu 3. Usafi wa namba 1 ni ile kuzoa mabaki ya chakula pamoja na kinyesi kilichokuwepo pale ndani, ambapo tunaita kama mbolea. Alafu usafi wa awamu ya 2 ni kudeki kwa maji safi, aidha na sabuni, au haijalishi unafuga nini. Hilo ni swala ambalo lazima ufuatilie hiyo ratiba. Katika usafi huu pia tunaweza kutumia hata dawa za kuua vimelea vya vijidudu. Kwa mfano kama bakteria, virusi, fungus ambao wanakuwepo pale katika banda. Usafi wa awamu ya 3 ni kuua vijidudu ambavyo vinaonekana. Kwa mfano kupe, nzi, chawa, viroboto, titiri, kuna sangara, siafu, sisimizi. Wale wote ni wadudu waharibifu ambao waga wakiwepo katika banda wanasababisha magonjwa mengi sana. Kila mdudu anakuwa na ugonjwa wake, kila mdudu anakuja kuleta usumbufu wake, kwa sababu ingekuwa kiimani tungekuwa tunawaita hao watesi. Hao ndio watesi. Kwa Ngomeni hapo tungewaita hao watesi. Hao wa kukemea kabisa. Watesi wa wanyama. Wale ndio watesi wenyewe, kwa sababu tuchukulie mfano wanaharibu. Kuku akiwa na viroboto vingi sana, na kuku hana damu nyingi, na vile viroboto muda wote vinataka vifyonze ile damu. Kwa unakuta anaishiwa damu, anakufa, au magonjwa yanaanza kumshambulia. Kwa hiyo ni aina zote za usafi. Sawa, tukitoka hapo, baada ya usafi nini ambacho tunapaswa kukizingatia kingine? Kabla hajaenda kwenye usafi, mimi ninazungumza sana kwa hali halisi ninayoiona mitaani kwa wafugaji. Wanaofanya usafi, hususan mtu anafuga ng'ombe, anafuga mbuzi, sijui kuna vinyesi vingine vikubwa ambavyo uchafu mwingine mkubwa ambao unaleta kero kubwa kwenye jamii iliyozunguka. Sheria ya ufugaji, najua daktari kujua mifugo, sheria ya ufugaji wanaambiwa nini wafugaji kwenye ufugaji? Je, kufuga umbali wa kiasi gani karibu na mazingira ya watu? Katika swala la umbali, hilo swala unaweza ukafuga hata jirani kabisa, baada ya ukuta wa jirani yako ukafuga, ila ukizingatia usafi vizuri hautamkera hata jirani. Kwa mfano katika swala la usafi unakuta kuna wengi waga wakizoa, anaenda anatupa, anaenda anadispose ovyo. Alafu labda kama kuna kuku wengine wanaozagaa au wanyama wengine wanakuja wanafukua tena wanasambaza. Ule sio utaratibu mzuri. Yaani wanatakiwa wachimbiwe shimo ambalo tunaweza tukasema ni kama choo tu, ambapo vinyesi vyote vile vinatakiwa vikawekwe kule. Na pia pale unakuwa umejitunzia mbolea pia. Kwa sababu sasa hivi mbolea ni dili sana. Haikai. Kwa hiyo ukiitunza mazingira mazuri utapata pesa pia. Na katika zile chemba zile lazima uwekee chemba kutoka kwenye banda. Ile floor tulisema iwe rafu, alafu pia lazima iwe na zile drainage za kutolea maji. Kwa lazima yaende moja kwa moja kwenye chemba. Kiasi kwamba ukifanya vile hata hutamkera mtu, maana hata vyoo vya binadamu ni vingi, ila kwa kuwa utaratibu umetumika hauwezi hata ukamkera mtu. Lakini kesi kama hizo nimeshazisikia sana, na ndio tunaendelea na semina zaidi watu waendelee kuliweka sawa. Najua kuna vitu vingine mpaka watu waendelee kupewa semina kama hivi tunapokuwa tunazungumza kabisa. Basi tuzidi kusonga mbele katika hizi kanuni za kuzingatia katika ufugaji. Nini ambacho kinafuata baada ya hayo mengine? Kuna swala moja la lishe bora. Lishe bora, msosi. Msosi ni kitu cha muhimu sana. Kwa hiyo
pamegawanyika katika sehemu 3 Okay. swala la lishe bora. Cha kwanza ni kuhakikisha mnyama anapata chakula cha mlo kamili, balanced diet, kama ilivyo kwa binadamu. Yeah, kwa sababu ndio inamtengenezea akue vizuri, anenepe, aongeze uzito, aimarike. Kwa hiyo vyakula lazima uchanganye ama utumie ratio ambayo itakusaidia wanyama wako waweze kukua vizuri. Na kumbuka tulisema tunachagua mbegu bora. Okay. Ukilisha vibaya hapa, lazima ile mbegu yako yote iliyokuwa ni bora itageuka kuwa sio bora tena, kwa sababu inaweza kupata lishe bora. Na katika lishe bora kuna vitu 5. Kuna wanga, kuna protini, kuna vitamini, kuna madini, unaona, na kuna tunasema nini, mafuta. Fat, yes. Unaona hivyo ni vitu kama kwa binadamu, kama kwa binadamu. Kuna mtu unashangaa kila siku anapiga ng'ombe zake ni mpe mashudu tu, mashudu tu, au kuna sehemu nyingine mpe pumba tu, mpe majani tu. Kumbe kuna vitu ambavyo anapaswa kuvila kitaalamu. Yes. Kwa sababu usipowapa lishe bora, kuna vitu vingine vinatokea. Unaweza ukaona kwamba wanyama wako wanaumwa, ukaingia kwenye swala la matibabu kwa kutumia dawa ya kuangamiza magonjwa yanayosababishwa na vijidudu. Kumbe changamoto iliyopo pale ni upungufu wa virutubisho. Kwa mfano, madini joto yakipungua, wanyama waga wanaishiwa nguvu, wanakuwa hawezi hata kusimama. Au tuseme kwa mfano kwa kuku, akitaga mayai anakuwa tepetepe. Kuna mayai waga ya komai. Yale ni upungufu wa madini joto. Matege, kupinda midomo, umeona, haya yote ni upungufu wa madini joto. Ndio. Kwa kila virutubisho vikipungua vina athari zake pia, tutakuja kuona siku nyingine. Okay, basi kulingana na muda tuzungumzie chanjo na matibabu. Chanjo na matibabu. Chanjo na matibabu. Yes, chanjo na matibabu ni jambo la muhimu sana katika mifugo, ambapo chanjo inatolewa kwa muda sahihi. Kila mnyama anakuwa na taratibu zake za chanjo. Kwa hiyo lazima ukae ufuatilie zaidi. Ukae na mtaalamu, yes, kwamba muda huu, wiki hii ya kwanza anataka chanjo hii, lazima umpe. Na inaposhauriwa kwamba urudie baada ya muda labda mwezi mmoja, inatakiwa urudie ipasavyo. Kuna wengine waga wanavusha, umeona, anaona bwana bado hawajaugua, ngoja nivushe. Na ndio hiyo ambao unashangaa kila mtu kuna mtu anaweza kawa anafuga kila siku kuku wanakufa baada ya sana. Yes, anaamini labda karogwa. Kumbe mwingine sio kurogwa, ni yeye mwenyewe. Yani kajiloga mwenyewe. Kwa sababu hujafuatilia kanuni na chanjo yake. Alafu kwenye swala la matibabu, tunashauri sana mtu awe anaatendi shamba lake mara kwa mara. Uangalie, je, wanyama wangu nilivyowaacha jana na leo wako vipi? Kama kuna ambao hawako sawa, unaona kuna changamoto yoyote, basi immediately muda ule lazima ufuatilie. Kama haujui, basi wasiliana na daktari uweze kumuelekeza moja kwa moja dalili unazoziona ili uingie kwenye matibabu sahihi. Kwa hiyo katika wigo wa chanjo na matibabu, maelezo ni kama hivyo. Sawa, tuzungumzie vitu viwili. Masoko katika ufugaji wa kibiashara, lakini na namna ya kuhitimisha huo mradi, labda pengine ufugaji ambao umefanya. Tuanzie na masoko. Okay, kwenye swala zima la masoko, ni swala la kujua kwanza kwamba mimi nilichokifuga kina soko, na pia kina soko sehemu gani. Hiyo ni tafiti ambayo unatakiwa tayari wewe umekaa unajua. Kwa mfano sasa hivi wanyama wote wapo katika soko vizuri kabisa. Wanaenda mjini. Okay. Yani katika swala la trending, kwa mfano wanyama ukiwa nao hata sasa hivi hapa ninavyoongea, mtu akinipigia hata sasa hivi nina wanyama fulani, moja kwa moja tunamuunganisha na wateja. Kwa swala la masoko ni swala ambalo mtu anatakiwa alitambue. Na hata katika tasnia yangu hii ya mifugo na kilimo, na waunganisha watu pia na wateja mbalimbali. Kwa mfano mtu anakuwa na mifugo yake, tunamuunganisha na wateja, au yeye anahitaji kununua, tunamuunganisha na wateja. Na pia swala lingine la masoko, lazima ujue majirani zako. Sasa katika ufugaji sisi hatuna ile kwamba kwenye biashara wanasema competitors, wale washindani. Hilo alipo. Sasa kwa huku sisi hatuna washindani. Sisi wale unawapigia ndio familia. Yes, kwa sababu ni vitu ambavyo vinatoka mara kwa mara. Kwa hiyo lazima ujue kwamba jirani yangu pia anafuga hivi, kwa sababu wewe unaweza ukapungukiwa. Kwa mfano unazalisha mayai au maziwa. Leo hii wateja wako ni wengi, wamezidi, sasa wanataka wapate lita nyingi au mayai mengi. Lazima umcheki jirani yako, bwana niongezee
kwa kipindi ambapo nimepungukiwa. Sawa, hayo ni masoko na ndivyo ambavyo nadhani hapo tumegusagusa vitu muhimu kabisa. Sasa inawezekana kuna Mtanzania ambaye yupo nyumbani sasa hivi anatamani kujua kiundani elimu hii ambayo tumepita kwa sehemu. Unaweza mimi nakupa nafasi ya kutaja namba yako ya simu daktari, ili watu waweze kuwasiliana na wewe kwa namna moja ama nyingine, waweze kupata hii huduma ambayo pengine ni muhimu sana katika jamii. Sawa. Namba yangu ni 0678 0891 02. 0678 0891 02. Hiyo namba yangu, utanipigia moja kwa moja hapo na utanipata kwa uzuri kwa mambo yote, ushauri, semina, matibabu, bidhaa mbalimbali zinazohusiana na mifugo, kilimo. Ukinipata kwa namba hiyo, basi tunaelekezana vizuri na tunafikia mwafaka. Okay, huyo ni